Habari, karibuni kwenye kipindi chetu cha mashule na leo tutaongea specific safari yangu ya mimi kuweza kuanza shule au chuo mpaka namaliza, ili hali nilikuwa sina uhakika nitamaliza vipi. Haba tuanze kusema kwamba mimi nimesoma kama private sponsored student, kwa maana kwamba mwanafunzi ambaye anajilipia ada mwenyewe, na kozi ambayo nilisoma pia ilikuwa haina loan, kwa maana mkopo wa chuo ambao kawaida tumezoea kwa maana loan. Sasa ilikuwa changamoto kidogo wakati naanza chuo, kwa sababu njambo ambalo ilibidi familia ikubali kwamba itanihudumia kiuchumi kuweza kusoma kwa miaka 3. Nakumbuka moja ndugu yangu wa karibu aliwahi kuniuliza swali kwamba unataka tukusaidie kuweza kufika chuo na kuanza huu mwaka wa kwanza, au unamaanisha kwamba tukusaidie miaka yote 3 mpaka unamaliza? Hilo swali lilikuja baada kukaa sasa na familia, nikaomba kwamba jamani, nataka nikasome, naomba mnisaidie kunifinance au kunisupport kiuchumi kwenda kusoma, sababu kuna ada, kuna kuishi na gharama zingine kama tunavyofahamu. Ile swali lilikuwa gumu kwangu, lakini nikasema naomba tu mnisaidie mimi niende kwenda kuanza chuo, lakini matokeo huko mbele itakuaje mimi namwachia Mungu, kwa imani nitajua namna ya kufanya. Basi ikawa hivyo, familia ikafanya sehemu yake na nikafanikiwa kwenda kuanza chuo. Kwa hiyo nikalipia ile ada ya mwaka husika, kwa maana mwaka wa kwanza nikawa nimeanza masomo yangu ya IT, chuo cha DIT. Sasa baada ya masomo watu tunafahamu kuna kitu tunakiita pale IPT pale chuo, vyo vingine vinataga field, lakini kwa lugha rahisi tu ni kwamba ni kazi za vitendo. Kwa mimi nikaomba kwenye moja ya taasisi, ilikuwa taasisi binafsi, na sababu kama pale kulikuwa kuna rafiki yangu mmoja pale ambao alikuwepo, kwa kupitia rafiki yangu kabidi ikawa rahisi mimi kwenda kuomba pale, nikanipata nafasi ya kwenda pale. Hasa kumbuka naenda pale kufanya field, akilini mwangu najua kwamba sina ada ya mwaka wa pili. Haikuwa rahisi. Hasa ile fikra sina ada mwaka wa pili kwa naenda kuzunguka kichwani mwangu kwamba baada field hapa kuna kilikizo fulani kama cha mwezi mmoja, na baada hapo inabidi nirudi kuendelea masomo kwa maana chuo. Basi nikaenda pale field, of course nikafanya sehemu yangu. Unapopewa nafasi lazima uitumie vizuri. Kwa hiyo nikafanya sehemu yangu ambacho mpaka uongozi wa kampuni pale ukanitambua, mpaka managing director, kwa maana mtendaji mkuu wa kampuni pale akanifahamu, na nikawa nafanya kazi vizuri tu kwa karibu. Sasa siku zikwenda, ile pressure kwamba nitafanyaje kule chuo ikaendelea kuwa kubwa, kwamba sasa kuna ada, kuna maisha, kuna nini nafanyaje, na pengine muda ambao niko field hapa, labda ningekuwa sina field ningejua maybe cha kufanya huko mtaani, ningeweza kupata chochote kitu. Basi siku moja nikaongea na rafiki yangu. Rafiki yangu alikuwa anafanya kazi pale. Nilipoongea na rafiki yangu, nikamwambia rafiki yangu, bwana, unajua uhalisia wa kitu ambacho nakipitia na sina namna ya kupata ada msimu unaokuja. Nikamwambia, bwana, mimi nataka ni postpone masomo, alafu ni muombe bosi wako. Nimeona pale kuna kama uhaba watendaji, kama za kani accommodate na mimi nikaja nikafanya tu pale kazi. Lakini sasa niliongea rafiki yangu kwa maana kwamba yeye anaifahamu ile taasisi vizuri, moja. Lakini cha pili, yeye ndo alinifundisha. Yani kifupi ni kwamba pale tulikuwa tunafanya kazi moja. Tunafanya kazi ya ile kampuni kwa anyway, anza nikaitaja. They did a very big things to me. Na wamenisaidia mpaka nifika hapa. Kampuni inaitwa IMC, kwa ambao wanaifahamu, inaitwa Imperial Communication and Marketing, kitu kama hicho, IMC. Kwa hiyo ile kampuni kifupi nikisema tu inafanya masuala ya experiential marketing, ni kwamba wao unapokuwa na event yako au na tukio lako la serikali au taasisi binafsi, mara nyingi unafanya kazi na organization au kampuni, unataka ile experience ya technology, na labda unafanya una launch product au una event fulani unaifanya, wao wana cover ile experience yote ya digital pamoja na maudhui ambayo unataka kushare siku hiyo. So a good example, kwa mfano, let's say CRDB wanataka ku launch product fulani sokoni, na wakaamua kutaka kufanya event fulani Man City ambayo itakuwa ina open to the market au kwa
customer wao kwamba we about to have this product sokoni. Hasa wanawahire how IMC, Imperial Marketing and Communication, kuweza kuorganize kila kitu. Kwa mfano kuna products za kuweka pale, kuna video, kuna nini. Hasa kwenye mambo mengi wanayofanya, kuna session moja ya screen kwa maana kwamba kuna kitu inaitwa LED screen. Sio teknolojia mpya sana, lakini kwetu kwa maisha ya Kitanzania haina muda mrefu sana sokoni. Kwa LED screen maana yake ni kwamba unapotaka kwa mfano upate ukubwa wa mita 5 maybe kwa mita 8 au wa mita 3 kwa mita 10 wa screen ambayo itatoa maudhui iwe kama one big screen, kama one TV, what do you do? Ndio unatumia teknolojia ya LED screen. Nadhani wengi mnaona hata mtaani kwenye billboards au kwenye mabango au kwa ambayo yanawaka, yana display content, hiyo inaita ni LED screen. Na ukweli ni kwamba pale usifikiri kwamba itafutwa screen moja ikabebwa ikaja ikabandikwa pale, no. Ile pale ni vipande vidogo vidogo vya screen, pengine cha nusu mita kwa nusu mita, kwa maana kinakuwa kiko kwenye shape ya square, au ambavyo ni rectangle inakuwa kina mita 1 kwa nusu mita, vinaunganishwa kwa pamoja. Vikishaunganishwa physically, then kuna software maalum, alafu hiyo sasa ndio kazi ambayo alikuwa anifanya rafiki yangu na mimi kama nifundishe sasa. Kuna software maalum ambayo inafanya kazi ya tunasema kuconfigure au kuvifanya vile vipande vyote viongee lugha moja. Vipande vyote vidisplay kana kwamba ni screen moja. Kwa hiyo ndio kazi ambayo ilikuwa inafanyika pale. Ni kisegment ndani ya kazi ambazo huaga wanazifanya. Kwa sasa my friend alikuwa ni screen operator, japokuwa pia alikuwa ni developer, so he was able to develop certain solutions ambazo ni za tech kufanya hiyo experiential marketing ya kutumia technology. Kwa hiyo mimi sikuwa vizuri kwenye mambo ya development, niko mzuri kwenye mambo ya hardware, kwenye LED screen operation na maintenance. Ikitokea changamoto kwa masuala, kuna zile tunatumia Ethernet cable kufanya cabling na mambo kama hayo. Kwa kipindi kama cha miezi 2.5 I was good enough to understand kwamba nikiwa niko site nazidi kufanya configuration ile ya hizo wiring systems, hizo Ethernet, na kufanya hizo screens zote ziungane, zionane, ziongee lugha moja na kudisplay maudhui. Kwa hiyo hicho kitu nilikifanya vizuri. Sasa nikasema okay, let me share. Kama nilivyosema hapo, nikashare na my friend kwamba bro, mimi naomba niende kuongea na boss, kama kinielewa basi nipate hata mwaka mmoja nisome, then nazo nika accumulate some amount of money, alafu baadaye nitarudi niendeleze masomo baada ya mwaka mmoja kupostpone. Akasema sawa, ana noma, pale kuna nafasi na unaweza ukapata space yako na ukafanya tu kitu, wala mimi sina shida, kwa sababu nafasi yangu mimi ni kubwa, wala huwezi kuni replace. That's hicho ndio ninachoniambia yeye kwamba mimi nafanya mambo ya development, nafanya mambo ya hizo LED screen operation, na wewe hata ikupa nafasi maana itakuwa nimenipunguzie majukumu, sababu nitakomasa na masuala ya development na kazi nyingine ambazo nazifanya pale ofisini. Akasema sawa, kama umeafiki it's fine, let me do something. Kwa hiyo nikifanya the next day, ilikuwa siku ya Alhamisi nakumbuka, nikaenda nika print my form 4 certificate. Of course nilikuwa na division 9.13, nika print na matokeo yangu ya ile semester zote mbili ya mwaka wa kwanza alikuwa ametoka. Na of course kama nilivyosema mwanzo, kwa ambao mnafuatilia hizo episode mnakumbuka, yalikuwa yamekaa vizuri. Nilikuwa na GPA ya 3.7 kati ya 4. Hapo nazungumzia habari ya semester zote mbili nilikuwa na moduli kama 14, na katika hizo moduli 18 nilikuwa na A10, afu nika na B4. And remember we don't have a B+. Kwa ukitoka A unakuja B kwa sababu ya hiyo NTA level 4 na NTA level 5, ambao wanasoma watakuwa wanaelewa hiyo system ya diploma NTA level 4 and 5. Kwa nika print ya matokeo, nikaandika na CV ya kwangu, what I can do, my experience na nini, lakini pia nikaandika na application letter kwa maana barua. Basi that day nikaenda, kesho yake nilifika pale nika kwenye bahasha kama kawaida. I remember nilifanya hizo printing sehemu moja Kinondoni pale, nikaambia dada kwamba hii print inaenda kuomba kazi. Kaniambia usijali, watu kila mtu anakujaga hapo kuna kuprint kwenye ofisi yangu aga anapata kazi, kwa hiyo utapata. Ngasema hamna shida. Basi nikaenda mpaka ofisini, nikamkuta kuna sekretari wake alikuwa pale kwa boss, nikampatia ile bahasha, kaambia naomba ipeleke kwa boss hii bahasha yangu. Kuna pressure fulani nilikuwa nayo, nikasema anyway nikipata access kuongea naye naweza nikashare my experience na pengine nisikia atasemaje. Basi kwa Alhamisi nimesubmit ile document. Nikatulia ile Alhamisi sikuitwa, and ikawa imepoa hivyo. Ijumaa, and this is clear, mnatufuatilia marafiki zangu kwamba confidence ina sehemu yake kwenye mafanikio yako. Ijapokuwa ikizidi pia ina shida, I understand that, lakini ukiwa nayo
kwenye level fulani it can help you to do stuff na vitu vikaenda. Kwa sababu the day ambao nilikuwa nimesubmit hiyo kitu nilikuwa nakutana na boss lakini hakuongea chochote. Yani kwa maana kwenye activities hapa nilikuwa na interact naye lakini hakugusia. So Ijumaa mimi nikasema it's fine kwa sababu document zishafika kwake kupitia secretary, ngoja mimi niende mwenyewe nikasikia anasemaje. Kwa nikaenda ofisini pale nikamsalimia, nilivomsalimia nikamwambia boss, samahani nilileta jana ombi langu la kupata kazi. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja kuulizia kama kuna neno lolote ambazo kaniambia la faraja kwa sababu ni kitu ambacho naweza nikakifanya. Naongea hivyo lakini haikuwa hivyo. Pressure ilikuwa sio ndogo. Basi boss akasema nimeiona lakini kwa sasa kampuni haiko tayari kuongeza watumishi. Kwa hiyo ndio maana sikuwa mwepesi kuweza kukuita na kuongea na kufanya vitu kama hivyo. Basi alivyoniambia hivyo lakini baadaye akauza kitu kimoja. Na ndo mambo yalipoanzia hapa, akasema wazazi wako wapi? Ngambia wazazi wangu mimi wako Kigoma huko na situation yao haweza kani finance kwa sasa hivi ni ngumu. Okay, akasema swala pili kwamba unataka ufanye kazi au ada ikipatikana unaweza kuendelea na masomo. Nikamwambia boss, mimi kwa kweli napenda shule, ndio maana naona marks hapo ni nzuri. Hii ni tafsiri kwamba ninapenda ninachokifanya, ndio maana nimefanya matokeo mazuri. Kwa hiyo kwa kweli mimi nikipata namna ya kupata ada nitaendelea na shule na mambo ya kazi pengine nitafanya baadaye. Kwa hiyo nimeamua kufikiria kupostpone kwa mwaka mmoja ili nje kufanya kazi kwa sababu tu nipate namna ya kupata ada ili niweze kuendelea na masomo. Hiyo ndio ilikuwa lengo, lakini kama naweza kupata access ya udhamini au namna gani naweza nikaendelea na masomo kama kawaida. Akasema you serious? Akasema yes. Akasema okay. Mwite Eric. Kwa kuna mfanyakazi wake mmoja anaitwa Eric. Akaitwa. Alivyoitwa akamwambia okay, sasa mchukue Josephat mshuti vile clip yake isizidi dakika 1, kitu kama hicho nakumbuka. Sikujua kwa nini, baadaye kuja kujua kwa nini. Akasema isizidi dakika 1 mshuti akieleza kwamba amekuja hapa kwenye training ya field hapa IMC, lakini pia ana changamoto, hawezi kuendelea na masomo kwa sababu ana changamoto ya finance na vitu kama hivyo. Basi Eric akasema hamna shida boss, akanichukua. Actually boss naweza nikamtaja, anaitwa ni boss wangu mpaka leo, anaitwa Murtaza Ibrahim. He's a very good man sana. So basi baada ya boss kutoa hiyo command, nikatoka nikaenda na Eric, kuna space moja kule tukaenda tukashoot ile clip. So nika describe the thing kwamba mimi ni mwanafunzi wa level fulani and nina changamoto, siwezi kuendelea na masomo kwa sababu sina ada ya kuendelea kwa mwaka wa pili. Kwa Eric alifanya kitu kizuri. Alikuwa na edit ile clip, mwishoni akaniomba matokeo yangu akayaweka. Kwa ilikuwa mtu akinisikiliza kabla video ile haijaisha ile clip anakutana na matokeo yangu ya sehemu zote mbili yako pale. Basi ile clip baadaye akampatia boss. Sasa sikujua boss anajuana na nani alikuwaje, lakini nilikuwa surprise kwa kiwango kikubwa sana kwa sababu boss alisema tu ni kwamba let me share to my community. Hakutaka kuchukua ile baraka peke yake kwamba yeye mwenyewe tu finance kila kitu. No, he just wanted to show the community ambayo alikuwa nao yeye. Mimi nilikuwa sijui na of course siwajui mpaka leo watu. Baadaye kuja kujua sababu alinipatia list of those who did actually support me. Basi amechukua ile clip akaenda nayo huko boss. Sasa baada ya pale nilikuwa tunasikia boss anasema imefika 500,000, imefika 700,000, imefika koso. Alivyokuwa anashaka kule maana people were now sending the money kwake, walikuwa wana support kila mmoja kiunga ambacho kwa anaweza kukifanya. The miracle was the same day, ile Friday ambayo alikuwa ana share. Nakumbuka baadaye alinipa kazi boss kwamba jioni kuna program fulani ilikuwa inafanyika sehemu na wakawa wametaka service yake. Kwa kaniambia utaenda kule usimamie hiyo kitu mpaka ikamilika, kwa sababu tayari kwa shaniamini na alikuwa anajua kwamba I'm a smart guy and I can do things in the right way. Kwa hiyo akaniambia nenda ukasimamie hiyo kazi alafu baadaye utarudi ofisini. Basi nikaenda. Kwa kuna event moja hivi inafanyika Aga Khan Primary School, kuna shule moja toka Aga Khan nyuma Upanga actually. Basi nimeenda kule kufanya hiyo kazi. Jioni mida kama ya saa 2 boss akanipigia simu akaniambia Josephat, naomba bank account yako
the payment system ya kulipa chuoni kwako. Nikamwambia sorry boss, sasa hivi mfumo hujafunguliwa, kwa hiyo siwezi kupata ile namba, ile control number ya kulipia. Kama hawatujali nipate tu niwapatie bank account yangu. Akasema no, huyu mtu anataka alipe the full fee yako ya ada yote, lakini alipe moja kwa moja kwenye chuo. Nikasema boss, itakuwa changamoto sababu tuna hiyo namba sina. Basi akasema sawa, hamna shida. So I keep on doing the job alikuwa ameniambia nifanye. Baadaye tena kaniambia Josephat, tumepata the amount that you wanted. Kwa sababu kule kwenye ile clip ya video ananiambia, kwa sababu ile Jumani venda asubuhi, he asked me kwamba okay, unataka upate financing, how much do you need? Nikamwambia the figure kwamba I need this much money. Nikipata hii inaweza ka finance my school fees and accommodation and food and everything. So akasema sawa. Akaniambia sasa unapokuwa unaenda kwenye clip ya dakika moja, make sure unataja the figure kwamba unataka usupport kiasi gani. Akasema sawa, hamna shida. Kwa hivyo nilivyokuwa naendelea na majukumu yangu kule, ndo akanipigia sema Josephat, tumefanikiwa ku raise the actual amount of money that you wanted. I was like, really? Yes. Nikasema say God bless you so much kwa kuwa sehemu ya support, kwa sababu nilikuwa kwenye level ambayo nisingeweza kufanikiwa kufika mbali kielimu. Maybe nitakiwa ni pause tena, ni kama nilivyokuwa nimefikiria awali kwenda kufanya kazi. Na uwezi jua ukiamua kwenda kufanya kazi unalipwa pesa, unaweza kuona pesa ni nzuri ukasema it's fine, let me keep on doing what I'm doing, ukaachana mambo ya shule. Kwa akafanya kitu ambacho kilikuwa cha tofauti sana, that support. Sasa ile community gani? Actually sikuwajua watu wote, lakini baadaye alikuja kaniletea sheet kwa sababu anapenda sana transparency. Alikuja kaniletea sheet ya who paid what and everything pale. Sasa ile sheet ilivyoletea, let me wachache ambao nilikuwa nawajua nza nikawataja, because it's okay, walifanya kizuri kwa sababu walikuwa hawanijui na still things was how they was happening. Wa kwanza alikuwa ametajwa pale ni alikuwa waziri wa habari na mawasiliano kipindi kile, teknolojia, habari na mawasiliano. Alikuwa anatoa mpaka sasa ndani mheshimiwa. Alikuwa waziri, baadaye sasa alikuwa ni mheshimiwa mbunge. Nape Nnauye, mnadhani ambao wanamfahamu jimbo la Mtama kule Lindi kule ndio jimbo lake. So alicontribute pesa nyingi, sio swaji kiasi gani. Lakini pia katibu wake wa wizara kipindi kile akiwa bado ni waziri wa hiyo sekta ambayo nimesema, hiyo wizara, na yeye pia alicontribute a very good amount of money. Na wengine I know the other guy ambao na yeye pia nilikuja baadaye kuona jina lake nikashtuka, ni mtu fulani ambaye yupo kwenye ecosystems za masuala ya kusupport development za vijana na masuala ya maendeleo endelevu, anaitwa Joseph Manirakiza. Watu wa DPs, watu wa development partners watakuwa wanamuelewa vizuri. So the guy pia alicontribute kwenye kusupport my journey. Kwa na wengine ambao actually siwajui, lakini niko hapa kusema kwamba thank you everybody ambaye I'll make sure kwamba my dream ambao leo najivunia kwamba was able to do all this stuff in education wali support that movement. Kwa ile list alinionyesha mbele, these are the people who supported you, na nikaambia please on behalf of me naomba wape my gratitude kwamba nashukuru kwa kile ambacho walichokifanya na the support ambayo ilitokea. Kwa baada ya pale, so I was good. Nikarudi chuo, nikaendelea sasa. Kaniambia now usome sasa kwa bidii, because you have to prove to these people kwamba unamaanisha kwamba unatakiwa usome. So nikaichukua kama burden kwamba I have to, ni mzigo kwangu kwamba I have to show them that nimekuwa supported and ni mtu ambaye naweza nikabebeka. Usibebwe afu kwa huna uwezo kubebeka. Kwa nilivyorudi, of course, ndio tunachozungumza hapa kwamba niweza ku maintain my success kwenye education kwa sababu hiyo. Kwa hata ule mwaka wa pili ulivyoisha, now mwaka wa tatu sasa again nikarudi ambako nikopata access mwanzo, kwamba nikarudi kwa boss nimemaliza, and you know mwaka wa pili umeisha, nitakiwa ndio mwaka wa tatu. Kwa sababu kitokea ni kwamba ule mwaka wa pili nishindwa kwenda kufanya kwa IPT ile hiyo field program, kwa sababu now ilikuwa taasisi yenyewe ya DIT inakuchagulia na sio wewe kuchagua. Kwa because of that ikawa imenichagua kwenda kufanya airport. Sikupendezwa kwa sababu I knew that I had to do something, even to give back kwa kile ambacho nimesaidiwa kwa kwenda kupata access ya kuendelea na shule. So it was my need or my way of saying thank you kwake kurudi na kufanya hizo support ndogo ndogo ambazo nilikuwa nazifanya hata nilipokuwa niko field for the first year.
Lakini ndio hivyo, baadaye nilimwambia kwamba I'm sorry, it was my need to get back to you, to fanya yote field kwa mwaka pili, lakini taasisi imenipangia sehemu fulani. But he was very good, akanielewa, akasema it's okay Josephat, hamna shida, wewe tufanye huko na nakuombea tufanye vizuri, upate mawazo mengine mapya na idea zingine nzuri ambazo unaweza kuzipata. Kwa nini nimeweza kule ile field ya mwaka wa pili, nikarudi tena kwake, nikamwambia you know me, you know my history, and you supported me in second year, and then I hope kama unaweza kufanya kitu pia kwenye third year. This time around he was very clear, na because he knew my potential already, na vile ambavyo nimekuwa na keep on doing the good job, kwa kweli akasema this time I won't share the community, I'll just fund by myself, na that's what he did. Na nimeambia kwamba ikitoka tu ile control number just share to me. Kwa hivyo control number nikamtumia na aka clear, vijana wanasema ku clear, aka clear ile kitu, the full fee ya lakini sio tu pia hata the other amount ya kusupport accommodation na meal na nini, baadaye akanitumia to my personal account, and then I was good to go, nikaendelea na my studies. So that was a very good experience to me, kwa sababu nikumbuka the memory ilikuwa naanza, familia nasema kwamba baadhi wanauliza kwamba vipi itakuwaje, you just want this support for now au unataka iwe endelevu. That question ningekuwa niko shakeable, maybe you could say like, sasa kama nyewe unategemea mnaniambia hivi, then it's okay, ngoja tu niendelee kufanya mambo yangu. Lakini I just said na imani kwamba naweza nikapata new network, naweza kupata new people ambao wataniamini. Kwa hiyo naomba tu mnisaidie huu mwaka kwanza nianze, afu uko mbele nitajua tu Mungu atatenda. Na kweli Mungu alitenda, na nikawa na access ambayo nilioipata. So niko hapa to share that experience, lakini pia kukuambia kwamba ambaye unaanza pengine masomo yako au utafanya hizo IPT, kwa maana field we call it IPT in our college au in our institute, kwa sababu tunataka ni industrial practical training, that's when inatoka IPT. Other colleges na vingine wanataka field au ingenda mafunzo kwa vitendo, that's what it means. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unaweza kuwa na changamoto maybe for the future, hata kama huna changamoto, the thing ni kwamba unapata access ya kwenda kufanya field, please don't be lazy, usiwe mvivu. Try to show that capacity to the maximum potential ambao uko nayo, ili hao ambao wako pale they can see your move na wako tayari kufanya kitu for your future. Kama mimi ilivyotokea, nilivyoamua kumapproach boss, aliona kwamba huyu ni kijana ambaye anaweza kusaidika. Kwa hiyo you also need to be able to show that you have that potential ambayo inaweza ikakutengenezea mazingira mazuri kuweza kufanya vizuri. Sikugarantii kwamba na wewe ukifanya kama mimi unaweza kupata hiyo access kama uliyoipata, lakini inaweza ikawa tofauti. Unaweza kupata maybe direct job moja kwa moja, nani ambaye anajua. Kwa mwingine unaweza kuwa mwenda kufanya PT yako kabla ni mwaka wa mwisho, au unaweza kupata whatever things ambazo zikawa nzuri kwa sababu umeonyesha uwezo kwamba unaweza kufanya vitu tofauti. So that was my journey. Hiyo ilikuwa safari yangu ya kusoma na kuweza kupata hiyo funded opportunity ambayo sikuwa naitegemea na wala sikuipangia, ila ikawa kasteli kama hiyo. So ni imani yangu kwamba itakumotivate na itakujengea uwezo wa kuamini kwamba ukiwa mtu tofauti from the academic perspective kwenye level ya kusoma darasani, ukaachieve vizuri, kwa sababu hiyo ndio itajenga ushuhuda wako, then hata ukienda mbele itajenga hiyo a very good move ya kuweza kufanya vizuri. Thank you and God bless you. This is Josephat Raphael Nkungugu, na hii ni Mashule Shule, ni zaidi ya darasa. Asante.